Habari yako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ewura Podcast. Karibu tena kwenye episode nyingine ya podcast hii. Jina langu ni Janet Mesomapia na kama kawaida kila siku nina furaha kukuletea mgeni hapa kwenye hii podcast ambaye huwa tunajadili masuala mbalimbali. Na leo tunazungumzia sekta ndogo ya umeme. Na hapa studio kwenye podcast hii na furaha sana kuwa naye Engineer Kanizio, lakini atajitambulisha mwenyewe. Karibu sana Engineer. Asante sana. Unaendeleaje? Naendelea vyema kabisa. Unajisikiaje kuwepo kwenye podcast yetu leo? Kwa kweli ni furaha na najisikia vizuri kupata nafasi hii ya kuweza kushiriki podcast kwa siku ya leo. Karibu sana. Asante. Kwanza kabisa tufahamu, mimi nimesema Engineer Kanizio kwa sababu nakufahamu. Yeah. Lakini kwa mtu ambaye anaangalia podcast hii leo, hebu jitambulishe, unaitwa nani na Ewura unafanya nini? Karibu. Asante sana. Mimi naitwa Mwanamkuu Kanizio, ni mhandisi mkuu wa umeme ambaye nafanya kazi ya Ewura. Kituo changu cha kazi ni Ewura Kanda ya Mashariki. Ya Ewura nafanya kazi za udhibiti wa kifundi kwenye sekta ndogo ya umeme. Karibu sana mtaalamu. Asante. Tuanze moja kwa moja. Kwa mtazamaji ambaye hafahamu au anahitaji kukumbushwa, kwa sasa Tanzania inazalisha umeme kiasi gani na wazalishaji wakubwa ni kina nani? Okay, kwa sasa namaanisha mpaka mwezi Juni 2025, Tanzania imekuwa na uwezo wa kuzalisha umeme takriban megawatts 4,504. Na megawati hizo zinachangiwa kwa kiasi kikubwa na shirika la umeme Tanzania TANESCO. Kwa kuwa TANESCO kati ya hizo megawati 4,500 na kitu, wao wanazalisha takriban 85%, ambayo ni kama megawati 3,889 hivi. Kwa tunasema TANESCO ndio mzalishaji mkubwa wa umeme nchini. Na hii imechangiwa na kukamilika kwa mradi mkubwa wa umeme wa Julius Nyerere ambao umechangia kwenye uzalishaji takriban megawati 2,115. Kwa hiyo huyo ndio mzalishaji mkubwa. Tuna wazalishaji wengine wadogo wadogo kama wangapi hivi? Ni kweli wazalishaji wa umeme ni wengi. Tukizungumzia wazalishaji wa umeme kwa ujumla wake ambao Ewura imewa license wanafikia takriban 37. Kuna makampuni 37 ambayo yanazalisha umeme, na kati ya hayo ni makampuni 14 ambayo yanazalisha umeme kwa ajili ya kuuza, lakini yaliyobaki makampuni 23 yanazalisha umeme kwa ajili ya matumizi yao binafsi. Kwa hiyo utaona makampuni yanayofanya hii kazi ya kuzalisha ni mengi, lakini kati ya hayo yote kubwa ni TANESCO. Okay. Sawa. Na vyanzo vyetu vya umeme hapa nchini, vyanzo vya kuzalisha umeme ni vipi? Kwa kweli tuna vyanzo kadhaa ikiwemo ya maji, tuna jua, sola, tuna upepo, tuna tungamotaka. Lakini kwa asilimia kubwa umeme umekuwa ukizalishwa kutokana na chanzo cha maji ambacho kinachukua karibu 60% ya uzalishaji unatumia maji, ikifuatiliwa na gesi asili ambayo inachukua takriban kama 28. Kwa hiyo iliyobakia hiyo asilimia kama 12 hivi ndio mjumuisho wa vyanzo vingine vya jua, upepo
pamoja na Tunga tungamotaka. motaka. Sawa sawa. Hivi karibuni tumeona wadau mbalimbali, wadau wa maendeleo na viongozi wa serikali wakija pamoja na kutengeneza ajenda wanaita Mission 300 kuhakikisha kwamba inapofika mwaka 2030 basi Waafrika milioni 300 wawe wanapata umeme. Hii haihusishi tu nchi nyingine, inahusisha pia na Tanzania. EWURA ina mchango gani kwenye kuchangia mafanikio ya ajenda hii ya kufikisha umeme kwa Waafrika milioni 300? Ni kweli hivi karibuni kumekuwa na hilo kongamano kubwa ambalo liliandaliwa hususan kwa ajili ya hii Mission 300 kama ambavyo umeitamka. Na pia umeeleza vyema kwamba lengo kuu ni kuhakikisha kwamba Waafrika wengi zaidi wanapata nishati ya umeme. Sasa tukiongelea EWURA tunaongelea Tanzania. Mission 300 ina malengo mengi, lakini kuu ni hilo ambalo umelitamka, na kwa Tanzania imekuwa kama na malengo makubwa matatu naweza nikasema. Lengo la kwanza ikiwa ni kuongeza ufikiwaji wa huduma ya umeme kwenye kaya naweza nikasema moja moja. Kuongeza idadi ya unganishwaji wa huduma za umeme. Lakini lengo la pili pia ni kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa maana hii kwenye agenda, kwenye lengo la kwanza la kuongeza ufikiwaji wa umeme kwa Tanzania, tunatakiwa tuongeze asilimia ya ufikiwaji wa umeme kutoka 50% ya sasa mpaka 75% inapofika mwaka huu 2030. Yes, mwaka 2030. Lakini pia tupunguze asilimia ya kaya ambazo bado hazijaweza kutumia nishati safi ya kupikia, kwa sababu kwa data zilizopo sasa hivi takriban 89% ya kaya za Tanzania hawajaweza kuwa na nishati safi za kupikia. Bado wanatumia zile nishati za kizamani za kimila, kuni, mikaa na vitu vya kufanania. Kwa hiyo lengo ni kupunguza asilimia ya wananchi wanaotumia hizo nishati za kizamani na kuongeza asilimia ya wananchi ambao wanatumia nishati safi za kupikia. Sawa sawa. Sasa kwenye hilo EWURA kama mdhibiti ana wajibu wa kutengeneza kwanza mazingira mazuri ambayo yataleteleza kufikiwa kwa hayo malengo yaliyowekwa na Mission 300. Yes, moja ya jukumu la EWURA ni kuhakikisha kwamba anatengeneza mazingira safi ya uwekezaji ambayo yatawezesha basi ile huduma ya umeme kuifikia hiyo 25% ya ziada ambayo inatakiwa ili kufikia lengo la 75% ya unganishwaji wa umeme. Kwa sasa hivi umeme umeshafika takriban kwenye vijiji vyote vya Tanzania, lakini hapa tunaongea ile uunganishwaji wa kwenye nyumba moja moja. Kwa hiyo kwenye kuona hilo linatendeka, EWURA ina majukumu kadhaa ikiwepo kupitia na kuidhinisha tena kanuni ya SPP. Lakini pia EWURA inatakiwa kupitia, kuthibitisha na kuhakikisha kunakuwa na utekelezaji wa upimaji halisi wa nishati jadidifu. Naweza nikaiweka kwenye Kiingereza. Yes. Kuhakikisha kwamba kunakuwa na utekelezaji wa net metering rule kwa ajili ya renewable energies.
Lakini zaidi ya hapo, EWURA inatakiwa kuzipitia upya na kuziboresha tozo, tunaweza kusema bei zile za rejareja za umeme, lakini pia kuhakikisha kwamba kunakuwa na utekelezaji wa mapitio ya tozo za umeme kwa vipindi vya miaka kama ambavyo yameelekezwa na kanuni, ambapo hii na pia upitiaji huo uhakikishe kwamba hizo tozo zinakuwa ni tozo maalum ambazo zimeangalia gharama za uzalishaji na pia zinakuwa na vivutio kwa mwekezaji. Yes, hii itaongeza mazingira mazuri ya mwekezaji, itawafanya waweze kupanga bei ambazo mwisho wa siku zitakuwa zinawarudishia faida. Yes, kwenye uwekezaji wao. Okay. Lakini pamoja na hayo, EWURA inatakiwa kuandaa na kuhakikisha inatekeleza mpango wa upimaji kazi au upimaji wa utendaji, tunaweza kusema wa makampuni ya usambazaji, ikiwemo kampuni kubwa ya TANESCO, kuweza kupima ufanisi wao, uwazi wao, uhakika wa usambazaji wa huduma ya umeme, na mpango kazi huu basi uwe unapimwa kila mwaka na unachapishwa kwenye tovuti za EWURA. Okay. Hayo ni baadhi tu ya majukumu machache ambayo EWURA kama mdhibiti anapaswa kuyatekeleza chini ya Mission 300. Umezungumzia uwekezaji. Mtu akitaka kufanya shughuli za kuzalisha umeme anafanya nini? Anafuata hatua gani ili kuanza kuzalisha umeme? Vizuri. Nimezungumzia uwekezaji na tunategemea kwa hii Mission 300 tupate wawekezaji wengi. Sasa ili kuweza kufanya kazi kwenye shughuli ya uzalishaji umeme, sheria ya umeme kifungu cha 9 inamtaka mtu yoyote anayefanya shughuli ya uzalishaji umeme apate leseni ya kazi hiyo kutoka EWURA au asajiliwe. Sasa kupata leseni au kusajiliwa inategemeana na kiwango cha uzalishaji unachotaka kufanya. Wale wazalishaji ambao wanazalisha chini ya megawatt 1, basi hao sheria inawataka wasajiliwe. Lakini wale wazalishaji ambao wanazalisha megawatt 1 kwenda juu na zaidi, inamaanisha hao wanapaswa kupata leseni kutoka EWURA. Yes, na haya ni matakwa ya kisheria. Vigezo gani EWURA inaviangalia ili kumpatia mtu aidha leseni au kumsajili ili kuanza shughuli za kuzalisha umeme? Ni sawa. Ili mtu yoyote aweze kufanya shughuli ya uzalishaji umeme, anatakiwa awe na vitu vya muhimu vifuatavyo. Awe na nyaraka zinazoonyesha uhalali wa usajili wa taasisi yake, kama ni taasisi au ni kampuni, kwa maana ya kutoka BRELA. Awe na nyaraka za TIN kuonyesha kwamba huyu ni mlipa kodi halali. Lakini pia zaidi ya hapo, awe na nyaraka zinazoonyesha umiliki wa eneo ambalo yeye atakwenda kufanyia shughuli yake. Zaidi ya hapo, anatakiwa awe na barua ya kutoka wizara inayohusika na masuala ya umeme, Wizara ya Nishati kwa maana hii, barua ambayo ina support ule uzalishaji wa umeme atakaokwenda kufanya. Lakini awe na barua ambayo inatoka kwenye serikali za mitaa, local government, ambayo pia ina support uwepo wa ule mradi kwenye eneo husika. Lakini zaidi ya hapo anatakiwa awe na certificate ya kutoka NEMC ambayo inaruhusu uwepo wa
wa huo mradi, ambayo inaonyesha kwamba mradi huo hautaleta madhara hasi kwa jamii na kwa mazingira. Pia anatakiwa awe amefanya tafiti au pre-feasibility study ya kitu anachokwenda kukifanya. Sasa mtu huyu kama umeme anauzalisha anakwenda kuuza, basi pia anatakiwa atupatie uhakika wa yule anayenunua umeme wake. Kwa mfano, kama kampuni inazalisha umeme kwa ajili ya kuuza TANESCO, basi inabidi awe na makubaliano na TANESCO, au amepeleka barua ya kusudio lake la kuzalisha umeme TANESCO, kuzalisha umeme na kuwauzia TANESCO, na TANESCO wawe wamemjibu kukubaliana na lile kusudio lake la kuuzia TANESCO umeme. Hivyo ni vichache kati ya mahitaji ambayo yanahitajika wakati kampuni ikiomba leseni au usajili kwa ajili ya uzalishaji umeme. EWURA inatoa pia leseni kwa mafundi ambao wanafanya shughuli za umeme. Kwa nini EWURA inafanya hivi? Kuna umuhimu gani? Kwa nini iliamua kwamba tuanze kutoa leseni kwa hawa mafundi? Ni kweli EWURA imekuwa ikitoa leseni kwa mafundi umeme. Hii kwanza ni kutokana na matakwa ya sheria moja, kwamba sheria ya umeme inataka kazi zinazohusiana na umeme, ikiwepo kazi ya utandazaji nyaya kwenye majumba, zipewe leseni. Kwa hiyo moja, EWURA inatoa kukamilisha takwa la kisheria, lakini tunajua wote kwamba umeme ni mzuri kuutumia, lakini umeme una hatari nyingi sana usipotumika vizuri. Kwa hiyo EWURA inatoa leseni za umeme kwa kutaka kuhakikisha usalama wa mtumiaji umeme. Kwa nini nasema usalama? Hizi leseni hazitolewi tu. Leseni inatolewa kwa kuzingatia taaluma alionayo mpewa leseni kuhusiana na umeme na utandazaji nyaya, lakini pia uzoefu wa kazi alionayo yule muomba leseni. Kwa kufanya hivi basi, EWURA inapompatia leseni mtandaza waya, inataka kumthibitishia mtumiaji wa hii huduma kwamba huyu mtoa huduma ana utaalam na uzoefu ambao umethibitiwa na EWURA, na kwa hiyo basi ni salama kumtumia yeye. Lakini pia bila kuwa na leseni inakuwa ni vigumu hata kudhibiti ule wajibu wa EWURA wa kudhibiti kwa huduma, kudhibiti viwango vya huduma inayotolewa. Unapompa leseni yule mtandazaji waya, unakuwa umemweka kwenye takwa la kisheria, lakini pia wewe sasa inakupa nafasi ya kuweza kumdhibiti, kuweza kumweka kwenye line na kuhakikisha kwamba atafanya hizo wiring kufuatana na viwango ambavyo vipo, viwango ambavyo vimewekwa na TBS niseme good practice. Viwango ambavyo vimewekwa na TBS, codes zilizopo, standards za nchi, lakini pia na kufuata good practice. Kwa hiyo anawajibika, unamweka kwenye nafasi ya kuwajibika kwa sheria. Sawa. Okay. Na hizi leseni ambazo EWURA inatoa za hawa mafundi ziko kwenye madaraja gani, yana utofauti gani na vigezo vyake? Ni sawa. Leseni za utandazaji nyaya zinatofautiana. Tunaweza kusema tuna madaraja manne mpaka 6 hivi.
inatolewa kwa daraja A. Kuna leseni za daraja A, B, C na D. Lakini pia tuna leseni za daraja S1, S2 na S3. Sasa tofauti yake ni nini? Tofauti yake iko namna hii. Yaani leseni ya daraja A inatolewa kwa yule inamruhusu mwenye leseni kufanya kazi kwenye misongo yote, voltage levels, kwenye misongo ya umeme yote. Lakini tukija kwenye leseni ya daraja B, inamruhusu huyu mwenye leseni kufanya kazi mpaka msongo wa 33 kilovolts. Na daraja C inamruhusu huyu mtu kufanya kazi za utandazaji hadi msongo wa volt 1000. Hiyo ikiwa inamaanisha nini? Daraja D nitakuja kufafanua. Sawa. Daraja D inamruhusu kufanya kazi mpaka volts 240 tu. Umeniuliza hiyo ina maana gani? Ukimaanisha nini? Hii Kwa maana mtu ambaye yes, kwamba ukisema msongo wa kilovolt 1000 wa volt 1000 inamaanisha nini? Kwamba ni anaweza kuweka kutandaza nyaya labda kwenye viwanda au ku paint picture ya mtu ataelewa. Ukisema daraja la kwanza anaweza kufanya kazi kwenye eneo hili, daraja linalofuata C pamoja na D. Ndio ninachomaanisha. Yes, sawa sawa. Nimesema daraja A anafanya kazi kwenye misongo yote. Maana yake ni nini? Anaweza kufanya kazi kwenye laini kubwa za usafirishaji umeme ambazo zina misongo ya 220 kilovolt na 400 kilovolt, zile laini kubwa za kusafirishia. Lakini anaweza akafanya kazi pia kwenye mitandao ya usambazaji. Maanake hiyo ya kwanza nilitaja mitandao ya usafirishaji, lakini anaweza akafanya kwenye laini za usafirishaji na usambazaji, usambazaji ambazo zina msongo wa 33 kilovolts. Hizi laini ambazo tunaziona zinapita, zina nyaya 3 juu na zinakuwa na transformer. Anaweza akafanya pale, lakini pia anaweza akafanya kazi kwenye viwanda za utandazaji nyaya kwenye viwanda, lakini pia anaweza akafanya kazi majumbani, anaweza akafanya kazi kwenye maeneo ya biashara. Huyo ni wa klasi A. Yule wa klasi B, wa daraja la B, yeye anaanzia kwenye laini za usambazaji. Hizo ambazo nimesema ndio misongo ya 33 kilovolts na kurudi chini mpaka kwenye majumba, kwenye viwanda, kwenye majumba na kwenye sehemu za biashara. Huyu mwingine wa klasi C, yeye hawezi kufanya kwenye hizo line za usambazaji. Yeye anafanya kuanzia volts 1000 ambayo ni 1 kilowatt. Ina maana yeye ana uwezo wa kufanya sasa wiring za kwenye viwanda hizi za 3 phase na za single phase na kwenye majumba. Lakini huyu mwingine wa class D ambaye anafanya tu mpaka 240 volts, yeye anapaswa kufanya wiring za kwenye majumba tu, na ni zile nyumba ambazo zinatumia single phase tunasema. Kwa sababu pia kuna nyumba ambazo zinatumia umeme wa 3 phase ambao unaenda mpaka 400 volts. Sasa huyu wa klasi D, wa daraja la D, yeye haruhusi. Kwa hiyo leseni zetu tumezigawa kwenye makundi hayo. Lakini pia nilisema kuna S1 mpaka S3. Hawa wanapewa leseni ya kufanya specialized installation. Kiswahili chake sio inawekaje. Ni kama vile utandazaji wa nyaya kwenye majumba ya sinema makubwa. Yes, utandazaji wa nyaya kwenye labda uwanja za mipira. Kwa hiyo ni maeneo maalum. Kwa hiyo wao na wenyewe wana daraja la kwanza, la pili, la tatu, ambalo pia na lenyewe linatofautishwa na msongo
wa umeme ambao unaruhusiwa kwenye eneo husika. kwenye eneo husika. Sawa sawa. Asante. Asante kwa ufafanuzi huo mzuri wa hayo madaraja ya mafundi au wataalamu wa umeme. Twende sasa kwa mwananchi ambaye ndio mlaji wa huduma hii ya umeme. Mtu anapotaka kufanya wiring kwenye nyumba yake azingatie kitu gani? Asante, ni swali zuri sana. Mlaji wa huduma hii ambaye mlengwa ni mwananchi Mtanzania, anapotaka kufanya wiring kwenye nyumba yake, kwanza ni lazima ahakikishe kwamba yule fundi ambaye atamfanyia wiring ni fundi ambaye ana leseni ya EWURA. Sasa ni kivipi yeye atahakikisha kwamba huyu ana leseni ya EWURA? Kwanza ni kumuuliza moja kwa moja yule fundi ambaye ameletewa, Una leseni? Je, una leseni ya EWURA? Naomba hiyo. Leseni zetu zina majina, lakini zina picha ya mhusika na zina tarehe ya uhai wa leseni ile, kwa sababu zile leseni kwa sasa zinatolewa kwa vipindi vya miaka 5. Kwa hiyo atampatia kopi ile ya leseni, ataikagua, ataona kweli leseni hii ni ya huyu aliyenipatia kwa sababu kuna picha yake pale, lakini pia ataona kama leseni hii bado ni hai, kwa maana kwamba ataona imetolewa lini na inafika muda wake wa mwisho wa matumizi lini. Kwa hiyo hivyo kwa kuanzia vitaweza kumfanya ajue kwamba fundi huyu ni fundi ambaye ana leseni ya EWURA. Lakini kama ni mtu ambaye yuko pia vizuri kwenye mambo ya mitandao, akitaka uthibitisho zaidi, kwa sababu Watanzania nao siku hizi wamekuwa na ujanja mwingi. Akitaka uthibitisho zaidi, basi anaweza kuingia kwenye tovuti yetu, akaenda kwenye sehemu ya umeme, akaenda pale chini kabisa kwenye zana za udhibiti, regulatory tools, atakuta pale listi ya mafundi umeme ambao wamesajiliwa, wana leseni, ambao wana leseni ya EWURA. Kwa hiyo ataangalia lile jina la kwenye leseni lipo pale. Yes, kwa kufanya hivyo atakuwa ameweza kuthibitisha kwamba huyu fundi ni fundi ambaye ana leseni ya EWURA. Watu wengi kuna hii kama utamaduni fulani hivi kwa miaka mingi. Mtu anajenga nyumba yake nzuri, amewekeza vizuri, nyumba nzuri, akifikia kwenye weka umeme, anamwaza kuna ndugu yangu pale amefanyiwa wiring yake na fundi Juma. Na mimi bwana fundi Juma, hebu nipe namba ya fundi Juma na mimi aje aniwekee kwangu. Leo tunaomba utueleze kuna umuhimu gani wa mtu kutumia fundi aliye na leseni ya EWURA kumfanyia wiring kwenye nyumba yake. Kuna umuhimu gani hapa? Ni kweli hiyo tabia ya watu kupeana tu mafundi ipo, lakini labda nichukue fursa hii kuwaelimisha Watanzania kwamba si vyema kufanyiwa wiring yako na mtu yoyote yule, hususan yule ambaye hana leseni ya EWURA. Ukimtumia fundi ambaye ana leseni ya EWURA, kama ambavyo nimeeleza hapo awali, yule ni fundi ambaye amepimwa ujuzi wake na taaluma yake, na amepatiwa ile leseni kama ambavyo pia nimeeleza kufuatana na uwezo alionao, kwa maana kwamba lile daraja la leseni alilopewa ndilo ambalo linamfiti kufuatana na uwezo wake kwenye kufanya hii kazi ya utandazaji nyaya. Sasa wewe ukimtumia fundi yule, moja ni kwamba atakufanyia kazi yako kufuatana na viwango vinavyotakiwa.
Lakini pili, hata endapo kutatokea tatizo, kutakuwa na tatizo kwenye wiring ile. Kwa sababu pia baada ya kufanya hii wiring, huyu mtu ambaye ana leseni ya EWURA anapaswa kujaza certificate, cheti ambacho atakuachia pale kopi yake. Usimwache akafanya wiring akaondoka. Akimaliza kukufanyia wiring, kama ni mtu ana leseni, anatakiwa ajaze cheti cha kuonyesha kwamba cheti. Yes, ni certificate ya completion tunaita, ambayo inaonyesha kwamba wiring hii imefanyika na fundi Ali kwa mfano, na atajaza hali halisi ya wiring baada ya yeye kumaliza hali ya kifundi ya wiring. Ataijaza pale, atakuachia ile kopi. Maana yake ni nini? Kwamba hata usiku ikitokea tatizo lolote kwenye wiring yako, ni rahisi wewe mwenyewe kwanza kumtafuta yule fundi moja kwa moja. Lakini EWURA kama wadhibiti watakuwa na uwezo pia wa kumtrace fundi huyu, kwamba huyu aliyefanya wiring kwenye hii nyumba ni Ali. Tofauti na utakapomchukua tu fundi wa mtaani akakufanyia wiring. Hata siku ukipata shida utakuwa kuna mahali pa kurejea. Kwa sababu yeye hata banwa na sharti lolote la kukuachia hiyo cheti cha kwamba yeye ndio alifanya wiring na wiring iko hali gani kabla haijaungwa na umeme. Hata kuwa na takwa hilo. Anaweza kukuruka akasema na pia yes, anaweza akasema mimi sikufahamu wala sijafanya hiyo wiring. Kwa ni vizuri sana kufanywa wiring na mafundi ambao wana leseni za EWURA, kwa maana ile tulosema mwanzo kwanza ya kuhakikisha usalama, kwa sababu tunajua umeme una hatari nyingi sana usipotandazwa vizuri na usipotumiwa vizuri. Kwa utajihakikishia usalama wa nyumba yako, lakini pia utajihakikishia kwamba hata in case ikitokea shida, basi huyu mtu kuna mahali ambapo anawajibika. Yes. Kwa hiyo hii ni swala muhimu sana, kwa sababu inakuwa ni hasara ukiwa umejibana, umetumia pesa nyingi kujenga nyumba, alafu mwishoni ukawekewa mfumo wa umeme na mtu ambaye si mtaalamu. Ikitokea shida umekula hasara kubwa sana 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 sana. Kwa hiyo hili ni swala la muhimu sana. Na kwenye kuongezea hapo hapo, kuna vitu gani sasa mtu anatakiwa avifahamu kuhusiana na mchakato au kuweka mfumo wa umeme kwenye nyumba yake? Najua mlaji sio lazima awe mtaalamu, lakini uelewa wa jumla wa mifumo ya umeme kwenye nyumba yake, vitu gani ni vya muhimu kuzingatia hata anavyoongea na huyo fundi. Ni sawa, ni kweli kabisa. Kama tulivyosema kwamba umeme una hatari nyingi. Ni mzuri sana kutumia, unaturahisishia kazi, unaturahisishia maisha, lakini pia endapo utatumika vibaya, unasababisha hatari kwa watumiaji, lakini pia unasababisha upotevu wa properties, unaweza kusema mali. Upotevu wa mali, yes. Inasababisha upotevu wa mali. Mtu anaweza kawa amejiweka sana, amejenga nyumba yake nzuri, lakini kosa dogo tu likamsababishia hasara kubwa. Kwa hiyo wakati unafanyiwa utandazaji wa mfumo wa umeme kwenye nyumba, mlaji anaweza asiwe na uelewa wa kifundi sana, lakini kuna vitu vichache ambavyo ni vya muhimu inabidi azingatie. Kimojawapo ni kuhakikisha kwamba vile vifaa vinavyotumika, ikiwemo waya wenyewe, vinakuwa ni vya kiwango kizuri. Inaweza isiwe rahisi sana kwa mtumiaji wa kawaida kutofautisha kiwango, lakini nina imani kwa mtu ambaye amepevuka mpaka amejenga nyumba na kuweza kuhitaji kuwekewa umeme, anaweza akatofautisha kati ya kifaa cha ubora wa juu, ubora wa kati na ubora wa chini. Kwa tujitahidi sana vifaa ambavyo vinatumika kwenye mifumo ya umeme kwenye majumba yetu, ikiwemo waya, ziwe za ubora mzuri. Hilo ni moja. Lakini la pili, pia hakikisha kwamba huo mfumo basi unakuwa
na ulinzi wa kutosha. Nikisema ulinzi wa kutosha, ina maana anatakiwa hakikishe anakuwa na ile switch kuu ambayo itaruhusu kuzima na kuwasha umeme kwa mara moja itokeapo, either imetokea hatari au manually. Hapa nazungumzia main switch. Awe na switch kuu ambayo itakuwa na njia za kutosha za kusambazia umeme kutegemeana na mahitaji yake na matumizi yake. Maana yangu ni kwamba kama nyumba ina vitu vingi vinavyotumia umeme, awe na switch kuu ambayo itakuwa na njia, kwa mfano, ya kupeleka umeme jikoni kwa ajili ya matumizi ya jiko, itakuwa na njia ya kupeleka kwenye vipoza hewa, air conditioners, itakuwa na njia ya kupeleka umeme kwenye soketi hizi za matumizi mbalimbali. Itakuwa, maana yangu hapa ni nini? Ile main switch au switch kuu iwe ni ya kutosha, asijibane. Utakuta mtu ana nyumba kubwa ina vyumba 4 takriban, lakini ananunua kama main switch kadogo kanjia 4. Kwa maana nyingine hapo, kabla hujaendelea, kwa maana nyingine unapokutana na fundi lazima umwambie mahitaji yako kwenye hiyo nyumba ni nini. Sawa. Kama unajua utakuja kuweka AC mbeleni, lazima umwambie kwenye hii nyumba nitaweka AC, nitakuwa na mashine ya kufulia, nataka taa zitakuwa zitakuwa kiasi gani kwenye kila chumba, si ndio? Hivyo ndio maana. Sawa. Na hiyo ndio kazi ya kwanza ambayo fundi umeme anatakiwa kuifanya kabla hajashauriana na mwenye nyumba kwamba sasa nunua switch kuu ya saizi hii. Anatakiwa ajue kwamba pale ndani patakuwa na vifaa hiki na hiki na hiki ambacho kitatumia umeme. Kwa hiyo mwenye nyumba lazima ahakikishe kwamba ile switch kuu inakidhi mahitaji yake, kwa maana hiyo kabisa kwenye level ya chini kabisa ya uelewa wa ufundi. Lakini ajue kwamba nina vitu kadhaa hapa, nitataka hiki kiwe tofauti, hiki kiwe tofauti, hiki kiwe tofauti. Lakini kingine, kuwepo na kikata umeme wakati wa hitilafu. Ni vitu vya muhimu sana. Achilia mbali hiyo switch kuu, lakini kiwepo na kikata umeme wakati wa hitilafu, inajulikana zaidi kama circuit breaker, hakikisha inakuwepo. Lakini pia hakikisha kwamba kuna huyu fundi anaweka kile kifaa kinachozikwa ardhini. Sijui hapa niweke vipi kwa lugha fasaha. Ni kama inaitwa earth rod, lakini ni material ya shaba ambayo iko kwenye form ya ni kifaa tu. Ni kifaa lakini kinaitwa earth rod. Ni kifaa ambacho ni cha shaba ambacho kinazikwa ardhini. Kinafanya kazi pamoja na kile kikata umeme. Kwa lazima pia mwenye nyumba hakikisha kwanza kifaa hiki ni cha kiwango kizuri, kwa sababu pia kuna vya viwango, lakini pia kuna vile ambavyo ni fake. Kwa hiyo hakikishe ni cha kiwango kizuri. Basi baada ya hapo, akimtumia fundi ambaye ana leseni, wiring yake itakuwa kwenye hali salama. Kila baada ya muda gani natakiwa nyumba iangaliwe, ule mfumo uangaliwe kuona kama uko sawa, kama unahitaji marekebisho? Ni kila baada ya muda gani natakiwa mtumiaji afanye hivyo? Ni kweli, ni sahihi. Kama kifaa chochote kile ambacho kinatumika huwa kina muda, kinahitaji maintenance, matengenezo, kinahitaji kuchekiwa ili kuhakikisha kwamba ubora uko vizuri kama awali. Kwa hiyo tukiongelea hizi nyaya ambazo zimetandazwa majumbani, kwenye viwanda, pia sheria ya utandazaji nyaya inataka zikaguliwe kwa vipindi tofauti tofauti. Kwa mfano, kwenye nyumba za kuishi, sheria inataka nyaya zilizotandazwa zikaguliwe, mfumo wa nyaya, mfumo wa umeme kwenye nyumba ukaguliwe kila baada ya miaka 5.
ukaguliwe na ile certificate ijazwe kwamba mfumo huu umefanyiwa ukaguzi na sasa uko kwenye hali hii, na iachwe pale kwa mtumiaji. Kwa hiyo kwa nyumba za kuishi ni miaka 5, lakini kwa sehemu za biashara ni kila baada ya miaka 4, lakini kwenye maeneo ya viwanda ni kila baada ya miaka 3. Hizo nyaya inabidi zichekiwe, zifanyiwe matengenezo kinga ili ziweze kuwa kwenye hali nzuri ya kuweza kufanya kazi kama ambavyo zimekusudiwa. Fundi ambaye anaangalia hii episode anataka kupata leseni kutoka EWURA, anafanyaje? Kuna vitu gani anahitajika kuwa navyo na anapataje hiyo leseni? Vizuri. Kwa fundi umeme ambaye anahitaji kupata leseni ya EWURA ya utandazaji nyaya, anapaswa kuleta ombi lake kupitia mfumo unaojulikana kama LOIS. Huu mfumo wa LOIS unapatikana kwenye tovuti yetu ya EWURA. Kwa hiyo ataingia kwenye tovuti ya EWURA, ataingia kwenye LOIS, then atafanya maombi yake ya leseni kupitia mfumo huu. Maombi yanahitaji kuambatana na nini sasa? Kama viambatanishi. Wakati anafanya hayo maombi, huyu mwombaji leseni anapaswa kuwa na copy laini, soft copy za vyeti vyake vya elimu ya ufundi. Sio elimu nyingine. Hatutaji kuona alifika form 4, form 6, hapana. Tunahitaji cheti cha elimu ya ufundi ambacho kimethibitishwa na mwanasheria kwamba hii ni copy halisi ya original. Lakini anatakiwa pia awe na passport size, picture passport size ambayo imepigwa siku za karibuni, ambayo ina kivuli cha blue nyuma, background ya blue. Lakini anatakiwa pia awe na CV yake, CV fupi ambayo inaonyesha alifanya kazi gani, wapi, kwenye msongo gani, kipindi gani. Nikisema kipindi namaanisha mwaka labda fulani. Alifanya kazi hii yenye kwenye msongo huu. Lakini pia hiyo CV ambatane na namba ya simu ya msimamizi wa hiyo kazi, kwa maana ya supervisor, email address, na namba ya simu. Jina, email address na namba ya simu ya yule msimamiaji wa ile kazi ambayo amezitaja mle kwenye CV. Lakini zaidi ya hiyo anatakiwa awe na vitambulisho vinavyojulikana kitaifa, kwa maana ya kwamba NIDA, anaweza akawa na NIDA au kitambulisho cha kupiga kura au cheti cha kuzaliwa, kimojawapo kati ya hivyo. Lakini pia anatakiwa awe na uwezo wa kulipia sasa ada ya leseni. Kwa sababu hilo ombi baada ya kulijaza na kuweka hivyo viambatanisho vinavyohitajika, haliwezi kuletwa kwetu mpaka awe amelipia ile ada ya leseni, ambayo ni 130,000 kwa leseni ya daraja A na B, lakini ni 50,000 kwa haya madaraja mengine ya chini C na D. Lakini pia kwa wale ambao labda wamesoma nje ya nchi, hivi vyeti vya elimu inabidi pia viwe vimepitiwa na kuthibitishwa na mamlaka ambayo inathibitisha vyeti kwa watu ambao wamesoma nje ya nchi. Ili tuweze kujua cheti alichonacho kinawekwa kwenye daraja lipi, kinalinganaje na vyeti vya ndani chini. Yes, na kwa wale waomba leseni ambao si wa Tanzania, kunahitaji pia la kuwa na kibali cha kufanya kazi ndani ya nchi. Yes, akishakamilisha hivyo
basi ombi linakuwa limetufikia na ombi linafanyiwa kazi ndani ya siku 30 na leseni inakuwa imetoka. Siku 30 za kazi. Sawa. Hivi kuna adhabu zozote kwa watu ambao wanafanya hizi shughuli bila kuwa na leseni kutoka EWURA, na zikoje? Ni kweli kabisa, kwa sababu kuwa na leseni, kumiliki leseni ni takwa la kisheria, na kwa maana hiyo sasa usipotimiza takwa la kisheria, maana yake ni kama umevunja ile sheria iliyopo. Na uvunjifu wa sheria huwa hauna excuse. Una kwamba Sikuwa nafahamu, na ndio maana tumekuwa tunatoa elimu mara kwa mara ili watu waweze kufahamu matakwa ya sheria. Adhabu zipo, adhabu yake ni fine isiyozidi milioni 10, lakini kifungo pia kisichozidi miaka 5 au vyote pamoja. Itategemea siku hiyo yule anemhukumu ameamkaje. Anaweza akaamua kumpa tu faini ya chini milioni 10 au akampa kifungo kisichozidi miaka 5 au akaamua kumhukumu vyote, akalipa faini na kifungo akakitumikia pia. Kwa hiyo ni vyema sana watu kufahamu matakwa ya sheria na kwa kweli kuyatimiza. Usije ukafanya wiring bila ya kuwa na leseni ya kutoka EWURA. Wito wako kwa mtazamaji anayefuatilia podcast hii, episode hii, ambaye ni mtumiaji wa huduma ya umeme lakini pia mtoaji wa huduma ya umeme, wito kutoka EWURA kwa wote wawili? Wito wangu ni kwamba kwanza tufahamu matakwa ya sheria, tupate uelewa juu ya masuala yanayohusu huu umeme, kwa maana ya kwamba mtoaji huduma aweze kuelewa na kutimiza takwa la yeye kuwa na leseni kabla hajafanya kazi ambayo inadhibitiwa. Lakini mlaji wa huduma pia, kwa maana hii yule mwananchi ambaye anahitaji huduma ya kutandaziwa nyaya kwa mfano za umeme, hakikishe kwamba anampata mtandazaji nyaya ambaye ana leseni ya EWURA. Hii itasaidia pande zote mbili kama ambavyo tumesema kule nyuma. Itasaidia usalama, itasaidia pia kuwa kwenye hali nzuri ya kwamba hata hii huduma ninayofanyiwa, mdhibiti wa eneo hili anamfahamu vizuri huyu mtu wa huduma na amempitisha kuweza kufanya huduma hii. Engineer Kanizio, asante sana 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 kwa uelewa ambao umetupatia. Huenda mambo mengi wengi wanayafahamu, umewakumbusha, lakini pia kwa ambao walikuwa hawafahamu kabisa, sasa hivi wanafahamu kwamba jamani, unapojenga nyumba yako, mimi katika vitu ambavyo nimevichukua kwenye haya mazungumzo ya leo ni kwamba unapojenga nyumba yako, hakikisha, ni muhimu sana sana sana, achana na kuchukua fundi Isaya kutoka mtaani, sijui fundi aliyemfanyia wiring ndugu yangu gani. Ni hatari sana sana sana, kwa sababu utakuwa umetumia gharama kubwa kujenga nyumba yako, ukachukua fundi ambaye hana leseni, hana utaalamu, hana uzoefu, akafanya wiring, ikatokea shida, ukapoteza kabisa nyumba yako, ukapoteza na mali na kila kitu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha unapata leseni kutoka EWURA. Hii ndio kithibitisho chako. Lakini pia huyo fundi ambaye amekuja kufanyia wiring na leseni yake, anavyoondoka, asiondoke tu. Engineer ametueleza kwamba lazima akuachie cheti ambacho kinathibitisha kwamba hii ndio kazi niliyofanya. Huu ndio uthibitisho. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa muda wako. Wakati mwingine uje pia utupe elimu ya masuala mengine ya umeme. Tuna mambo mengi ambayo Watanzania wangependa kujifunza, au tungependa sisi kama mdhibiti EWURA kutolea elimu kwa Watanzania. Asante sana sana sana. Nashukuru sana kwa muda huu. Sawa sawa.
tumefika mwisho wa episode hii ya umeme, lakini episode nyingi zaidi zinakuja. Kwa hiyo kama hauja subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Ewura TV, fanya hivyo ili upate maudhui mengi zaidi kuhusiana na sio tu sekta ndogo ya umeme, lakini kuna majadiliano mengi kwenye sekta ya petroli, sekta ya gesi asilia, maji. Kwa hiyo tuna maudhui mengi tunayaandaa kwa ajili yako. Kwa hiyo subscribe, lakini pia utufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa ajili ya updates mbalimbali za shughuli zetu. Nakushukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Jina langu ni Janet Mesomapia. Mpaka wakati mwingine, bye bye.